wanasema kupendwa raha. Wake zangu, mimi naona raha ninapokaa na nyie, nafurahi sana, na msishangae kuwatoeni katika majukumu yenu kwa lengo la kuzungumza kwa pamoja. Kama mjuavyo, mimi mume wenu sio mnafiki, na nahitaji kila kwenye jambo ambalo unalisikia basi tuzungumze kwa pamoja na tuweze kujadili kupata muafaka. Wake zangu kwa ujumla wote, nina taarifa ambazo nimewakilishiwa na huyu mke mkubwa kupitia nyinyi wawili. Mmekuwa hamna maelewano, mnashindana humu ndani. Kila mtu mwenye zamu yake anafanya kwa uvivu, mnatupiana maneno, vijembe Waswahili wanasema. Kwa hiyo nikaona hili sio la kulifumbia macho, kwa sababu nyie wote ni wake zangu. Jambo hili limenifanya nikae na nyinyi kwa ujumla wote. Mimi sihitaji unafiki, ndio maana huyu sikumwacha ndani, akae hapa. Kama kuna sehemu nitakuwa nimeikosea ataisemea, na nyinyi muwe mnasikia. Marumbano yenu hayana faida, hayana afya katika maisha yetu wote, mnafahamu. Ila leo nawakumbusha, huyu ndo mke mkubwa humu ndani, ndiyo dada yenu. Baada ya huyu ukafata wewe akaja huyu. Sasa kinachofanya nyinyi msielewane ni nini? Sasa kutokana na hilo jambo ambalo nyinyi mmelianzisha la marumbano, kutokuelewana, kutokumheshimu mke mkubwa huyu dada yenu, nimeona niende mbali katika maamuzi. Kuna jambo nataka kulifanya. Maamuzi yangu, naenda kuoa mke wa 4. Yes. Mume wangu subiri. Wewe mume wangu subiri kidogo. Sasa ndio hela gani mwenzangu unaniachia hii leo? Hii inatosha nini hela? Haitoshi mboga, haitoshi. Kama unaona inatosha, hebu nenda sokoni. Ukanunulie vitu vyote uletee. Hebu nenda sokoni. Nenda. Tulia basi. Make mke wangu unaongea hapo utoto. Haya. Hivi. Chakula kipo. Mafuta yapo. Mboga ipo. Bado unasema shilingi 5,000 haikutoshi? Kila kitu gani? Kuna unga, kuna mchele, kuna mafuta. Haya, mboga. Naenda kununua mboga gani hii hela? Sasa mimi na wewe, mboga ya watu wawili 5,000 inashindwa kufanya matumizi ya humo ndani? Sasa hivi kilo ya nyama imepanda, ni 15,000, nusu ni 7,500. Nikanunue robo 3,500. 3,500 nabaki na 1,500. Sijanunua kitunguu, sijanunua karoti, sijanunua hoho, sijanunua nyanya. Alafu mimi mwanamke nabaki na nini? Hata mtu akija akisema kuna mchango wa msikitini, nashindwa kutoa hata mchango wa msikitini au kanisani, nashindwa kutoa. Au kumetokea msiba, nashindwa hata kwenda na 1,000. Mke wangu naanza kuona mabadiliko huko ndani. Yaani wewe toka umeanza kucheza vikoba, basi nyumba yani imekuwa kama, yani sijui nizungumze nini, imekuwa kama nyumba ya hoya. Yaani kila siku hela ninayokupa wewe haikutoshi. Sasa unanifanya nifikiria tofauti kuhusiana na vikoba. Vikoba vinahusiana nini na matumizi yetu ya ndani? Vile ni vikoba, michezo ya kina mama ya kusaidiana. Vikoba sasa hivi, sikiza nikwambie mume wangu, hata wanaume wanacheza. Watoto wanaenda shule, wanalipia makodi. Haya, vikoba vinahusiana nini na matumizi ya ndani? Sasa hivi maisha yamepanda, kilo ya nyama ni 15,000 nusu. Ninachokuomba, naomba uniongeze japo hata 3 tu. 8,000 nikipata hapa, nitajibalance. Nitaweza kupata. Kwa sasa sina hela na pesa niliyokuwa nayo. Mimi ninachokushauri tu wewe fanya matumizi yako, balance unavyoweza, hiyo hela iweze kutosha. Ila huo mpango wa vikoba itanibidi niusitishe sababu napenda amani. Sasa sikiza nikwambie mume wangu, vikoba mimi siachi, wala usifikirie kwamba kuna mpango wa kusitisha vikoba. Sasa hivi habari ya mjini, mwanamke kikoba. Kikoba mwanamke, ndio maendeleo ya wanawake. Nitajua cha kufanya. Wewe balance hiyo hela, ujue namna gani tutaweza kutumia. Mimi nikipata pesa nyingine nitakuletea. Leo utakula bamia ukirudi. Utalikuta humu ndani.
suktu adab, sijakuruhusu. Mimi ni mumeo, naenda kuoa mke wa 4 kwa sababu ya mimi nataka amani. Mimi sijawaoa nyinyi kwa ajili ya kukaraishwa, mwepo humu ndani mlumbane. Wakati mnayafanya mambo yenu nyinyi, huyu alishayafanya sana. Nikamwambia mke wangu, hizo njama unazozifanya, mambo yako ya kipuuzi unayoyafanya, ninakuolea mke mwingine. Ndio nikakuoa wewe. Baada ya wewe ukaleta maloloso hapa katikati, nikachukua huyu. Sasa kwa sababu mnaendelea kuyafanya ambayo mimi siyapendi, naongeza wa 4. Si ndio mke wangu? Kile ulichokizungumza hapo iko sahihi. Sidhani kama kuna kitu kibaya ambacho nimekiongeza hapo. Lakini kwenye swala la kuoa, wewe watu, maana mimi nishazoea. Hata kipindi na wao mimi nimeridhika na mpaka leo nikawa nao, ila tu wao wenyewe wanashindwa kuelewa vitu ambavyo ni vigumu, ila mimi ndio mwenye hii nyumba. Haya, wewe ulikuwa unataka kusemaje? Sasa mume wangu au mume wetu, huyo mke wa 4 unataka kumleta humu ndani wa kazi gani? Ina maana sisi tuliomo humu wote watatu hatukutoshi? Hicho unachokitafuta huko nje, si hata humu ndani unaweza ukakipata? Hebu lizika na sisi basi. Alafu mume wangu, hata kama ukisema uoe, hakuna utakachobadilisha humu ndani. Labda mabadiliko yatakuwa kwako tu. Mapenzi ni yale yale, style ni zile zile. Yaani hakuna utakachobadilisha. Kwa hiyo sioni haja ya kuongeza mke wa 4 wakati sisi watatu tunakutosha. Labda kuna kitu ambacho hatukutimizia. Vipo vingi sana, nashindwa kusema tu. Mna mapungufu kibao. Alafu sikilizeni, niwaambieni. Mapenzi yana raha, yana furaha yake. Ujue nyinyi mmekariri kwamba mapenzi yako kwenye chumba. Baada ya chumbani, what next? Nini kinafuata? Lazima tuishi kwa raha, lazima tukutane, tunacheka muda wote ndani humu, tunataniana. Mimi mume wenu ni mtu ambaye sina shaka katika kuwaleteeni jokes mbalimbali ili muweze kufurahi. Kwa sababu najua watu wengi katika majumba yao humo hawana furaha. Wanaume muda wote wamekasirika tu, haijalishi anacho au hana, amekasirika tu. Ila mimi mume wenu ni mtu ambaye naleta jokes mbalimbali ili muweze kufurahi. Baada ya furaha ya kwenye chumba, kuna furaha nje ya chumba. Sasa mnakuja kusema mbona sisi tunakupatia kila kitu, mnajiona wafahari. Lengo lenu, maneno yenu yaonekane kwamba nyinyi ndio mnaniweza sana kuliko huyu, kwamba nyinyi ndio mnanipa sana kuliko huyu. Ameanza huyu. Alafu ukae ukijua huyo unayempa nafasi yako muda wote, ukumbuke yeye jishago. Badala utupe nafasi sisi watoto wadogo. Unajua sisi ndo tunaopepea moto joto lisipungue. Usipoangalia we baba, utazeeka vibaya wewe. Kwa umri huo ulionao tayari una wake 3, uongeze wa 4. Haya, ukizeeka wewe utazeeka na wanawake 100. Yaani wanawake 100 ni wadogo sana. Utakuja kuzeeka na wanawake 500 au 1000 kwa umri wako huo. Unanipiga dongo nini? Mbavu. Eti mke wangu, sisi ejigo? Au wapi? Yeye mwenyewe tu ananisumbua bure. Basi mimi ndo hivyo naoa. Waongeza hata 7. Mabadiliko ni yale yale. Tena wewe kidomodomo. Ndoani amani ambayo wacha masalia ya vipande moyoni. Yule unayempenda na kumthamini, yeye ndo atafanya wanguke shimoni. Ndoa ina nyingi furaha, vingi vikwazo, mengi mateso. Ndoani amani ambayo Mwizi! Wakidudu wewe! Mshenzi mkubwa wewe! Unajifanya wewe mjanja na kuja huko nyumbani kwenu nitakukomesha nakwambia. Pumbavu wewe. Niandika na sikitu. Naomba mnisikilize kwa umakini. Nimewaita hapa kwa kikao kidogo tu ambacho sikutaka kumshirikisha mume wetu wala mtu mwingine. Kwa kuwa sisi wote ni kitu hichi moja. Kwa kuwa tunashare mume. Nimeona nyinyi kwangu ni watoto. Kila mtu anajua umuhimu wa hapa nyumbani. Wewe ni mke, huyu ni mke pia. Na wote ni wakubwa. Japo mimi kidogo nimewazidi umri. Ila maneno yangu mimi nikiongea hamayasikilizi. Hivi ni kweli mundani kila kitu mniachie mimi.
Kuna usafi wa nyumbani, kuna kufagia, kuna kupiga deki, kuna kupika. Hakuna hata mmoja hilo jambo naletea akilini. Mimi nina wiki nzima niko jikoni napika, na nikipika wote mnakula. Hakuna mtu anauliza kwamba mimi nifanyeje dada, mimi niko hivi dada, kwa nini? Lakini mbona mniheshimii na wakati mimi nimewazidi umri? Eti Nyangeta, leo si zamu yako wewe? Leo hata sio zamu yangu, ni zamu ya huyu. Sikitu. Kwa nini lakini? Hali ya kuwa unajua kwamba umuhimu wako mundani. Ni lazima tuelekezane eti. Hapana, kwa kweli. Basi nikajua leo Ejigo ana jambo la muhimu, ndio maana tumekalishwa kikao. Kumbe usafi. Yaani na utu uzima wote huo ulionao wewe ni wakuja sisi kutulalamikia hapa, sijui usafi, sijui kupika. Sasa ukipika wewe hata mwezi mzima kuna ubaya gani? Wewe si mke mkubwa. Wewe si kama dada kwetu jamani. Ukitupikia sisi wadogo zako na mume wetu tukala, kuna ubaya? Alafu sisi ni wadogo zako kwenye ndoa. Lakini uko nje ukijitahidi sana wewe unaweza hata kutuza. Kwa hiyo swala la kupika, la usafi, ina maana wewe umezamilia kabisa kwamba mimi sifanyi. Kwa kuwa yuko mtu mzima ovyo, ama yuko mtu mzima aliyezidi mimi, anaweza kunizaa kwamba atafanya. Sawa? Kwa kuwa mimi na wewe tunashia mume. Kile ninachokiona mimi usiku, wewe nayo unakiona. Na ndio maana leo unaweza kunijibu. Lakini angekuwa ni mama yako mzazi, usingemjibu maneno kama haya. Basi tumia busara. Uwe na kauli nzuri. Umenisikia mtoto? Unajiita mtoto wewe? Sasa kuwa na maneno mazuri kwa watu wazima. Jambo la usafi linafanyika ama halifanyiki? Mimi siwezi. Kaeni wenyewe mzungumze. Alafu na wewe sikiliza. Endelea kukaa karibu na huyu, atakuzeesha utazeeka kabla ya umri wako. Shauri yako. Ndoa aina nyingi, furaha, vingi vikwazo, mengi mateso. Ndoa ni amani ambayo wacha masalia ya vipande moyoni. Uko pamoja na huyu, si ndio? Sisi hatuko pamoja. Ila leo sio zamu yangu, kwa hiyo sioni haja ya kupika. Alafu ikitokea mume wetu ametoka huko ana njaa, ndo nitaingia jikoni kupika, lakini sio kupika sasa hivi. Sio zamu yangu bi mkubwa. Kwa hiyo wewe pika tu. Ndoa aina nyingi, furaha, vingi vikwazo, mengi mateso. Ndoa ni amani ambayo wacha masalia ya vipande moyoni. Yule anayempenda na kumthamini. Kwa ndo hivyo. Naomba mwambie kaka yako Kidudu aniletee vitu vyangu. Kwenye pochi yangu kuna simu mule, kuna pesa za watu za mchezo. Kwa mimi siwezi kukubali kuingia gharama kulipa pesa za watu wakati aliyeiba na mfahamu. Ongea na kaka yako. Nataka vitu vyangu kisipungue hata kitu kimoja. Sijui tunaelewana vizuri? Na msiponipatia pochi yangu, haki ya Mungu na mtume, naenda kuuza nyumba ya baba yenu. Nakuomba dadangu tusifikie huko. Mimi nitaongea na kaka yangu, alafu kama ni vitu vya kurudi vitarudi. Na kitu kingine nakuomba sana usiende kuuza ile nyumba. Ndio tunayotegemea. Hakuna kitu kingine ambacho tunategemea kama ile nyumba. Nakuomba sana dadangu. Vitu vyako vitarudi, hela yako itarudi na simu yako itarudi, nakuomba sana. Mwe mnaitegemea, mwe hamuitegemei, mimi hayanihusu. Nachotaka vitu vyangu vije kabla jua halijazama. Sijui unanielewa vizuri? Ndoa aina nyingi, furaha, vingi vikwazo, mengi mateso. Ndoa ni amani ambayo wacha masalia ya vipande moyoni. Yule anayempenda na kumthamini, yeye ndo atafanya wanguke shimoni. Ndoa aina nyingi, furaha, vingi vikwazo, mengi mateso. Ndoa ni amani ambayo wacha masalia ya vipande moyoni. Yule anayempenda na kumthamini, yeye ndo atafanya wanguke shimoni. Mawazo yanitinga ya simanzi, maisha yangu yamefungwa kwa kitanzi chenye painful story ya mapenzi ambayo ndo imezamishwa kwa machozi.
What kind of life? Eti ndoa ni ndoano, must pay much attention. Ndoa mapambano, waza penzi mwenzako na waza mapiano. Tapage na kesha na maumivu ya moyo.